United dhidi ya Atletico Bilbao Club ya nchini Hispania. Huu mchezo tunaona ni second leg, na first leg Manchester United aliweza kuibuka na ushindi wa goli 3-0 akiwa away nchini Hispania, na usiku wa leo atakuwa uwanja wake wa nyumbani. Manchester United ametusurprise katika mchezo wake wa first leg, ushindi wa goli 3-0, na namna alivyokuwa amedominate mchezo ni kitu ambacho kilikuwa very surprising kwa mashabiki wengi wa soka, kwa sababu kitazama katika ligi kuu nchini Uingereza Manchester United amekuwa na matokeo mabaya sana, lakini katika usiku wa Europa League ameweza kusurprise hasa katika mchezo wake dhidi ya Atletico Bilbao, kwa sababu kwanza ushindi wa goli 3-0 away ni kitu ambacho hakikutegemeka, na ukitazama mchezo ule dakika 30 Manchester United anapata goli kupitia kwa Harry Maguire. Ilikuwa ni very surprise katika uwanja. Ukiangalia namna alivyokuwa wana run katika maeneo ya uwanja, midfield, eneo la midfield walivyokuwa wamedominate mchezo, kina Ugarte katika eneo la kiungo, Bruno Fernandes katika eneo la kiungo mshambuliaji, walikuwa kina Garnacho katika eneo lile, walikuwa wameweza kuwa na performance bora sana katika last week, na tunaona wiki hii Manchester United anachohitaji ni kuweza kufuzu. Na ukitazama Manchester kwa sasa hana mashindano yote anaweza kuchukua taji zaidi ya haya mashindano ya Europa League. Nafasi ya kuweza kuchukua kufika hatua finali anayo nafasi kubwa sana, kwa sababu ushindi wa goli 3-0 away ni ushindi mnono sana, kwa sababu ana uwezo wa kuweza kudominate kila alichonacho na kuweza kusonga mbele. Ukitazama approach ya leo kwa mwalimu Ruben, anahitaji kulinda kila alichonacho katika mikono yake, kwa sababu hahitaji ushindi wowote. Yeye anachohitaji ni kulinda katika ushindi wake goli 3-0 asiweza Atletico Bilbao kuweza kufika katika aggregate hiyo ili kuweza kumuondoa katika mashindano. Na namuona Manchester akitinga hatua ya finali, kwa sababu ukiangalia mchezo uliopita kina Nico Williams, Iñaki Williams katika eneo la ushambuliaji hawakuweza kudominate mchezo, hawakutengeneza madhara makubwa kama ambavyo Manchester United waliweza kutengeneza. Wakiwa away wameweza kupiga shot on target 7 na matatu wameweza kucreate kuwa magoli. Na tukitazama mchezo ule Manchester waliweza kumaliza mchezo dakika 45 za mwanzo, waliweza kufunga magoli matatu katika dakika 45 za mwanzo. Dakika za pili walikuja kudominate, kukilinda kile waliweza kukipata kipindi cha kwanza, na waliweza kumaintain kile kitu na wakaweza kumaliza mchezo wakiwa na ushindi wa goli 3-0. Hawakuruhusu goli, hawakutengeneza hatari kubwa sana, hawakuwa kiipandisha timu kwa asilimia kubwa, kwa sababu walikuwa tayari wanacho kitu ambacho wameshapata matokeo. Na utazama mchezo huu unaenda kuwa aina ile ya kipindi cha pili katika mchezo wa kwanza. Ndio unaenda kuona approach ya mwalimu Ruben katika mchezo huu wa pili, anaenda kwenda na approach ile, kwa sababu anachohitaji Manchester ni kusonga. Matokeo yote yale anaweza kumfavor ili aweze kufika hatua finali, ndio anayohitaji Manchester United, kwa sababu ushindi wa goli 3-0 alionao katika aggregate inamfanya yeye awe comfortable kuingia katika mchezo huu, kwa sababu anachoenda kuhitaji kwanza ni kutokufungwa, lakini pili aweze kupata matokeo. Hata akitangulia goli moja tayari Manchester United anakuwa amesogea zaidi katika matokeo yake, anakuwa ametengeneza wigo mpana katika ile aggregate yake dhidi ya Atletico Club. Na ukitazama hichi katika mchezo unaona mwalimu Ruben ni kama anahitaji, yeye anachohitaji ni kuweza kufuzu, haijalishi anakuwa na matokeo aina gani, na kama anaenda kupoteza asipoteze kwa tofauti kubwa ya magoli. Na tukitazama katika mchezo wa leo kuna baadhi ya wachezaji ambao watakuwa injured wa Atletico Club, akiwepo Nico Williams, hayupo fit sana. Hata kama atapata nafasi ya kucheza, ule ubora ambao tunamuona Nico Williams baada ya kutoka injury bado hajaonyesha katika 100%. Na Manchester United katika msimu huu moja ya eneo ambao limekuwa bora sana ni uwepo wa Garnacho. Amekuwa ana run katika maeneo mengi katika ubora wake. Ugarte katika eneo la midfield ameongeza kitu, Casemiro anaongeza experience katika eneo lake la midfield. Nadhani Manchester ana nafasi kubwa sana ya kuweza kutinga hatua ya finali. Na mchezo mwingine utakuwa ni kati ya Tottenham Hotspur akiwa away dhidi ya Bordeaux, na namuona Tottenham Hotspur ana nafasi kubwa ya kuweza kutinga hatua finali, kwa sababu ukiangalia aggregate ya mchezo wa kwanza aliweza kushinda goli 3-1 akiwa nyumbani, na mchezo wa usiku wa leo atakuwa nchini Norway. Na japokuwa Bordeaux ni timu ambayo imeweza kuondoa timu vigogo kidogo
Olympiacos aliweza kuiondoa katika mashindano. Ni timu ambayo ina experience katika mashindano ya usiku wa Ulaya na aliweza kuiondoa. Hii ni timu ambayo ni katika Europa League msimu huu ndo surprise package. Ni timu ambayo haikutarajika kufanya vizuri lakini imeweza kufanya vizuri. Nadhani tunaenda kukutana na finali ambayo itakuwa ina mvuto mzuri kwa binafsi opinion yangu ni kwamba namuona finali kati ya Manchester United dhidi ya Tottenham Hotspur ndio naiona finali ya Europa League. Na tukikumbuka finali nyingine ambayo tumeweza kuipata tayari au imekamilika automatic ni ya UEFA Champions League. Usiku wa jana tumeweza kumuona Arsenal akiondoshwa katika mashindano na PSG ya nchini Ufaransa, akiwa very comfortable PSG, akidominate katika mchezo. Ukitazama ball possession asilimia 57 katika mchezo, akiweza kumaintain mchezo wake, shot on target 5 katika mchezo. Unaona kabisa PSG amekuwa very compact katika msimu huu wa UEFA Champions League, na kikubwa ambacho nakiona katika mvuto ni uwezo wa mwalimu Luis Enrique, kwa sababu tunaona Luis Enrique ni kama ameweza kumwadhibu Arteta katika experience yake katika mashindano makubwa, na hicho ndio kichoweza kumwangusha Arsenal. Japokuwa ukiangalia uwezo wa mchezaji mmoja mmoja kwenye kikosi cha PSG, jana wanakosa kuanza na Ousmane Dembele, mchezaji mwenye experience, amepita katika vilabu vikubwa, Dortmund, FC Barcelona, ameenda kudondokea PSG, anaonyesha ubora wake, anaonyesha thamani yake, mchezaji ambaye anaonyesha experience alionayo. Lakini bado wachezaji kama kina Vitinha katika eneo la midfield, Fabian Ruiz, Joao Neves, mchezaji mwenye umri mdogo lakini anaonyesha ubora wa hali ya juu katika mchezo. Nadhani finali kati ya Inter Milan dhidi ya PSG ni finali nyingine yenye mvuto sana tunaenda kuiona. Finali inaenda kupigwa katika uwanja wa Munich nchini Ujerumani. Ni finali yenye mvuto sana ambao tunaenda kuiona, na huwezi kutoa prediction nani anaenda kufuzu, kwa sababu anaenda kuchukua taji la UEFA Champions League, kwa sababu ukitazama uwezo wa Inter Milan ambao wameweza kuperform katika hatua ya nusu finali michezo yote miwili, ukitazama uwezo wa PSG katika hatua ya nusu finali, unaona kuna ubora ambao tunaenda kuuona katika hatua ya finali. Experience ya walimu hao wawili tunaenda kuiona, kwa sababu Simone Inzaghi inakuwa ni finali yake ya pili akiwa na Inter Milan. Finali yake ya 2023 dhidi ya Manchester City, tunaona kabisa mchezo ulikuwa very tough. Aliweza kufika katika maeneo sahihi kwa wakati sahihi, lakini quality ya Manchester City iliweza kuamuru mchezo. Goal linafungwa na Rodri, wanaweza kupata matokeo ya ushindi, lakini tunakumbuka mchezo ulikuwa very close. Inter Milan aliweza kuziba mianya uhatari wa Manchester City ambao alionyesha katika hatua ya makundi 16 bora, robo finali, nusu finali. Katika hatua finali ilikuwa very difference, kwa sababu uwezo wa mchezaji mmoja mmoja Inter Milan katika mchezo ule walikuwa katika performance bora. Simone Inzaghi anarudi katika finali mwaka mmoja baadaye, anaingia tena finali na kikosi cha Inter Milan, anahitaji taji. Lakini PSG finali yake ya mwisho ilikuwa ya mwaka 2020 dhidi ya Bayern Munich, wanafika finali tena kwa mara nyingine. Wakati ule walikuwa na mwalimu mwingine, na kuna mabadiliko makubwa ya kikosi wakati ule, wakiwepo na Neymar, wakiwepo na Kylian Mbappe, lakini sasa hawapo kwenye kikosi cha PSG. Kuna mabadiliko wanayo kwa sasa makubwa sana katika kikosi chake, na kikubwa ambacho nakiona katika kikosi cha PSG ni uwezo wa mchezaji mmoja mmoja kuliko kitu chochote. Lakini Inter Milan kitu bora alichonacho cha kwanza katika kikosi chao, teamwork. Kikosi cha Inter Milan namna walivyokuwa na teamwork na uwezo wa mwalimu wa kumsoma mpinzani. Ukitazama mchezo wake dhidi ya Barcelona, aliweza kujua ubora wa Barcelona, akaheshimu Barcelona, na akaja na mpango mwingine ambao uliweza kuifanya Barcelona waweze kustruggle katika mchezo. Nadhani mchezo wa finali utakuwa ni wenye mvuto, na mchezo wa finali ni mchezo mmoja. Hakuna michezo miwili, ni mchezo mmoja. Nadhani ni mchezo ambao tunaenda kuona Inter Milan ataenda kupunguza sehemu kubwa ya uwanja, kuufinya uwanja na kutengeneza hatari, kama ambavyo amekuwa ni timu ambayo haitengenezi mashambulizi mengi, lakini anapokuja katika eneo lako, anapotengeneza shambulizi moja, mara nyingi limekuwa likizaa matunda. Inaweza ikawa goli ama ikawa ni hatari zaidi kuliko mashambulizi ambayo ataweza kutengeneza kwake. Nadhani katika ubora huo tunaenda kuiona finali bora ya hivi karibuni, ambao hatujawahi kuiona kwa hivi karibuni ndani ya misimu miwili mitatu hivi karibuni ya UEFA Champions League. Usisahau kucomment, kulike na kusubscribe.
ili uendelee kupata taarifa zetu nyingi kede wa kede. Kila siku tunatuma taarifa nyingi sana za kimichezo na zinginezo za kijamii.